nyingi katika utandawazi. Kwa hiyo Gervas Kauzeni yupo hapa leo kutujuza hayo yote. Ungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Bana Gervas Kauzeni. Yes. Habari yako? Safi. Habari za pilika maana ni Jumatatu leo. Pilika ni njema kabisa. Hujakutana na foleni huko? Foleni ya kutosha hivi. Sawa, tumekwisha mjuza mtazamaji kwamba leo tunazungumza kuhusiana na athari za utandawazi katika maendeleo ya vijana kisiasa na kiuchumi. Moja kwa moja, labda uanze kwa kutujuza kuna uhusiano gani sasa kati ya utandawazi na maendeleo ya vijana? Utandawazi kwanza, utandawazi ni ukuaji wa sayansi na teknolojia ulimwenguni. Unaunganisha vipi kati ya utandawazi na vijana? Kuna mambo mengi ambayo yanaweka wazi au yanaweka bayana kabisa kwamba utandawazi umesaidia vipi vijana. Mfano, kuna hizi social network, vijana wanafanya biashara, wanauza bidhaa mbalimbali mitandaoni. Vijana wanaunganishana kisiasa katika kwenda kufanya mambo mbalimbali, wanapeana taarifa. Vijana vile vile wanafanya mawasiliano katika upatikanaji wa ajira katika mifumo mbalimbali ya kiserikali, mifumo ya mbalimbali ya kikampuni, mifumo mbalimbali ya kitaasisi, ambayo hiyo inapelekea vijana leo hii kupata ajira. Vile vile utandawazi unasaidia zaidi katika kutoa elimu mbalimbali. Kuna elimu, siku hizi vijana wanapata elimu za mapishi mtandaoni. Siku hizi vijana wanapata elimu za biashara mtandaoni. Siku hizi na elimu hata za vyuo zinatoka mtandaoni. Kwa hiyo hata vyeti vya degree nyingine hapa Tanzania watu wengi wamesomea mtandaoni na wana degree na wanafanya kazi hapa Tanzania. Sasa utandawazi kama utandawazi umesaidia vitu vingi ambavyo ukiona ndio kama hivyo, umefanya dunia kuwa kama kijiji. Yes. Sawa, umetupa maana ya jumla au uhusiano uliopo kati ya utandawazi na maendeleo ya vijana hususan katika uchumi. Na vipi katika upande wa kisiasa sasa? Siasa, katika upande wa kisiasa kwanza imekuza uhusiano kimataifa na kitaifa. Pili, utandawazi kama utandawazi umesaidia nchi na nchi au mkoa na mkoa kujipambanua, kuona fursa zilizopo ndani ya mkoa, kuona fursa zilizopo ndani ya nchi na maeneo mbalimbali. Tukitolea mfano, leo hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alibuni Royal Tour, kwa sababu tukisema alitengeneza, alibuni. Na mimi napenda kumsifia kabisa rais wetu ndugu Samia Suluhu Hassan, ni mbunifu. Ameutumia utandawazi uliopo kuipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Kwa hiyo utandawazi pia unasaidia zaidi kujipambanua nchi na nchi, kufahamika nchi na nchi, kufahamika mkoa kwa mkoa, kufahamiana kijana mmoja na kijana mwingine, kutengeneza mahusiano mema katika biashara, katika elimu na vitu mbalimbali. Kwa hiyo huo ndio utandawazi. Sawa, Waingereza wanaita diplomatic relation. Yes. Sawa, lakini maendeleo ya sayansi na teknolojia, ambapo hapo pia tunazungumzia utandawazi. Yes. Umekuwa na athari ambazo ni asika kwa vijana. Yes. Siku hizi vijana wanatumia mitandao ya kijamii kama ni platform ya kusambaza masuala mbalimbali, habari za uongo. Hauoni kwamba hilo ni tishio tena kwa maendeleo ya vijana na sio faida? Kwanza nipende tu kusema hakuna kitu katika ulimwengu kitakuja bila faida na hasara. Kitu ambacho kinasapotiwa au kinapewa kipaumbele na watu wengi duniani ni kitu ambacho kina faida nyingi kuliko hasara. Kwa hiyo tunaposema utandawazi una athari sana na vile vile una faida sana. Kitu cha kwanza, utandawazi kama utandawazi unapelekea kumomonyoa maadili. Kama endapo jamii ambayo imeupokea utandawazi itatumia visivyo. Cha pili, utandawazi umeleta athari ya ukosefu wa ajira kwa baadhi ya watu.
kwa sababu kuna mtu ambaye labda amekaa hapa Tanzania, kwa sababu Watanzania nao wanasayansi wapo, au amekaa kule Marekani au amekaa Uingereza, amesema subiri nitengeneze printer. Sasa printer ukiangalia kwamba leo hii ita print, mtu atatype, atafanya hivi, lakini mwandishi wa mkono kaachwa. Vile vile yule ambaye anasema mimi nimetengeneza printer na kompyuta ambazo zinafanya hiyo kazi, ameona kwamba kumnyima messenger yule mtengenezaji mpelekaji ujumbe, akasema kwamba nitengeneze email, nitengeneze WhatsApp, zote ni fursa za watu zinapotea, nitengeneze Telegram, ambao hivyo vitu vyote mimi nimekaa hapa na type na maliza na skani. Mwingine katengeneza scanner kabisa, ambao unaweka pale, una scan, unarudisha tena kwenye softi, alafu unamtumia mtu ambaye alikuwa Uingereza. Lakini zamani watu wangepanda ndege, angeenda kupeleka, kwa hiyo pale angepata posho. Kwa hiyo ukija ukiangalia kwenye athari za utandawazi na upotevu wa ajira upo. Namba 3, utandawazi vile vile unachangia zaidi utapeli duniani. Ukiingia kwenye mitandao mbalimbali, mfano Facebook, hapa Tanzania kwetu wanatumia mifumo ya simu, ambao hii inapelekea zaidi kuchochea utapeli. Lakini kulingana dunia inakoenda, watu wanasoma sana mifumo ili kuwekea ulinzi zaidi. Naona kwa sasa hivi Tanzania kidogo imepiga hatua kwa kuweka ulinzi zaidi kupitia hii mifumo ya simu. Mfano leo asubuhi nimepigiwa simu na mtu mmoja ambaye wakati nimetuma lile tangazo tu kwamba nitakuja hapa, jamaa akanitumia message, mimi baba mwenye nyumba nipigie, nahitaji kuongea na wewe. Mimi nikampigia. Baada ya kumpigia ananiambia kwamba nikamuuliza kwanza, wewe ni nani? Akaniambia inamaanisha mimi unijui baba mwenye nyumba yako umenisahau? Mimi kwa sababu baba mwenye nyumba yangu naishi naye pale pale, sauti yake ya kwenye simu naijua, ukitoka asubuhi unamuona, na leo nimetoka nimemwacha pale, nimesalimiana naye, na hata kama ananidai kodi ya nyumba huwa hatuongelei katika mfumo huo, kuna mfumo wetu tunaongea. Kwa hiyo akanipigia, nikaona huyu ananisumbua tu, nikakata simu. Lakini nishagundua yule jamaa si mwema, sio baba mwenye nyumba, lakini ndio athari za utandawazi. Ndio athari za utandawazi. Kwa hiyo utapeli utandawazi unaongeza utapeli kwa kiasi kikubwa, lakini vile vile mifumo ikiwekwa imara, kama Tanzania sasa hivi mifumo imewekwa imara, kwa hiyo huo utapeli umepungua. Japo wale scammer wa mtandaoni wanaohaki akaunti za watu ambazo wanapelekea kuweka majina yao alafu wanatuma jumbe za ovyo kwa watu, hapo bado wajitahidi, kwa sababu akaunti za watu wengi wanalalamika hicho kitu. Sawa, tuzungumze pia katika masuala ya utamaduni. Sisi kama vijana wa Kitanzania tuna utamaduni wetu ambao tumezaliwa, tumeukuta, tuna lugha zetu, tuna mambo mengi ambayo tumezaliwa na wazazi wetu, tumeyakuta na tunayaendeleza. Lakini kwa hivi karibuni, kutokana na maendeleo ya utandawazi, kumekuwa na mwingiliano wa tamaduni mbalimbali ambazo pia zimekuwa na athari. Hiyo unadhani sio tishio tena katika maendeleo ya vijana? Kiukweli, kwanza tufahamu kabisa kwamba kitu ambacho kimepelekea utandawazi ukue ulimwenguni ni biashara. Na chanzo kikuu cha kufanya utamaduni wa taifa fulani, nchi fulani, kabila fulani kupotea ni kwamba ni biashara. Na hii imepelekea zaidi watu kuongeza uelewa na kufahamu kipi na kipi na kipi katika kona mbalimbali za dunia. Sasa tunakuja Tanzania tuna mila na desturi zetu ambazo zipo tangu kale na kale. Utandawazi wanasema kwamba ulipokuja, sisi tulikuwa tayari tumeingia moja kwa moja katika mifumo mingine kabla. Kwa hiyo utandawazi ulivyokuja katika athari za kuasili jamii ya Kitanzania, hususan vijana, kwa imekuja kuongezea. Mfano, kuna picha mbaya chafu leo hii kwamba Tanzania yetu watu ambao wa Tanzania kabisa wanatuma mitandaoni. Na hii imetokana kwamba kuiga kwamba mtu fulani labda Kim Kardashian mwana mitindo fulani anafanya hivi, lakini sisi tunajua kabisa jamii yetu wa Tanzania ni mavazi ya kanga kwa wanawake na nguo ndefu, ambao mwanamke yoyote ambaye wa Kitanzania tunayemfahamu leo hii hata kijifunga kanga lazima atapendwa na mwanaume yoyote yule kwa sababu ni mwanamke.
Sasa unakuja kwenye vijana. Sasa wanafuata ile mifumo ya tamaduni za nje, wanaacha tamaduni zao ambazo ni za asili. Sasa inapelekea sasa athari zinakuja kubadilika kwa akili kwa vijana. Inapelekea uvivu, inapelekea watu hawajishughulishi, inapelekea walalamishi, inapelekea wakosoaji. Mwisho wa siku vijana wanaonekana sasa tuna kila, yani hatueleweki. Mtazamaji wa Mlimani TV unaitazama Jahara kwa siku hii leo. Nipo hapa na Gervas Kauzeni ambaye ni katibu wa VITA Taifa. Tunazungumza hapa kuhusiana na athari za utandawazi katika maendeleo ya vijana kiuchumi na kisiasa. Ameweza kuelezea kwa undani zaidi kuhusiana na athari asi za utandawazi katika maendeleo ya vijana. Amezungumza hapa kuhusiana na utapeli, amezungumza kuhusiana na utandawazi. Na sasa Gervas, wewe bila shaka ni kuwa katibu wa vijana, bila shaka upo karibu sana na matatizo na vitu mbalimbali ambavyo vinawakumba vijana. Tuje katika siasa. Unadhani ni vijana wa sasa wa Tanzania wana mtazamo gani kuhusiana na masuala ya siasa ya nchi yao? Kwa mfumo wa sasa hivi wa siasa uliopo, kwamba vijana wengi wanahimiza kwa maneno. Yaani vitu vingi vinahimizwa kwa maneno. Vijana hawawi mfano wao. Kwa mfano unaweza ukasema kwamba mimi kijana nahimiza watu wafanye kazi, au nakosoa jambo fulani serikali imefanya vibaya. Kwa mfano leo hii labda mtu anakosoa kuhusu kodi. Ukiangalia huyo kijana ambaye anakosoa kuhusu kodi, si mmoja wa walipa kodi. Umeona? Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi Tanzania wanafanya vitu zaidi kwa maneno. Sasa inaathiri vipi? Mwanasiasa yoyote anayeona kwamba kuna kasoro mahali fulani na yeye hausiki nacho chochote kile kitu, kwa hiyo unakuta anaongeza kasi, anaweka hamasa kubwa, ambayo wakati ule ambao anayotumia ile nguvu ya kuweka hamasa kwenye kile kitu ambacho hakimpi faida yoyote, angeweka hamasa kwenye kitu ambacho kinachompa faida, au ni kitu ambacho kinaweza kikasaidia taifa kwa vijana wengi kiutendaji, kingeweza kuvusha taifa kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unakuta siasa inatumika vibaya kwenye utandawazi. Kwa mfano nikutolee mfano leo hii. Mimi hapa tumeunda wa VITA ambayo inaitwa Wanasiasa Vijana Tanzania. Tumeundia mtandaoni. Wakati mimi najiunga, kabla ya kuteuliwa au kuwa katibu mkuu, nilikuta watu 72. Ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 9 2022. Sasa ile mobilization na hamasa ambayo iliyoenda mle ndani ya vitu ambao positive, mtu anaona kabisa kasoro iko wapi, positive iko wapi, watu waliaccelerate, walifika na mikoa yote. Sasa hivi niko hapo kwenye TV kwa ile posta ambayo nimeituma. Kama watu watakuwa hawana kazi, mimi najua kabisa watu wataenda makazini kwao, wengine kuna wengine watakaa nyumbani wataangalia, wanajua. Kwa hiyo hiyo ni positive ambayo inapelekea watu